Do you know as a country sasa hivi tuko kwenye lango la kimabadiliko. Kila mwezi wa 10 uchaguzi utafanyika mwezi wa 2. Maana mwezi wa 10 kitaifa ni lango la mabadiliko ya kiutawala. Na utawala wote ule hauanzi mwilini, unaanzia rohoni. Kiroho tunasema hivi, mwezi wa 10 ni gate, ni lango la kitaifa la kuruhusu majira mapya ya kiutawala. Na kila utawala ukiingia unaingia na viti vyake vipya vya enzi. Inaingia na nguvu zake za kiroho mpya. Maana mwezi wa 10 kwetu sisi ni majira ambayo usipokuwa makini, aliyekaa kwenye malango yale miaka 5 mingine, ni tarehe moja tu ya uchaguzi inamweka mtu kwenye kiti cha enzi cha ubunge, kiti cha enzi cha urais, kiti cha enzi cha udiwani, na anakaa pale for 5 years. Na ndani ya miaka 5 yote hiyo hamwezi kumtoa, hamwezi kumpinga. Wengine ni wabunge wamekwenda kwenye jimbo lao, wameomba kula, walipopewa tu kula, waliposhinda wakahama. Bunge jimbo lake liko huko Tukuyu, lakini yeye ana nyumba Masaki. Baada ya kushinda ubunge unasikia ni Masaki Dodoma, Masaki Dodoma. Jimboni anakuja mara moja kwa mwezi au mara moja baada ya miezi 5. Lakini baada ya miaka 5 anakuja tena kuomba kula. Au karibia wakati wa uchaguzi tunatokezeaga rohoni, sio mwilini. Mwilini huko wanapenda pepe na mende, wapewe chips mayai wala shibe, lakini rohoni tuna njia zetu. Tunakwenda kushika lango, maana vita vinapiganaga malangoni. So vita ya nchi inapigana kwenye lango la nchi. Lango lipi? Lango majira na lango ardhi. And this time kati ya malango ambayo sasa hivi yananyang'anyana sana ni 2 gates. Gate number 1, gate of the season. Number 2, gate of the land. Maana kwenye ardhi ndipo palipo na madhabahu zinawekwa. Majira na nyakati hayatakoma. Mtakataa uchaguzi, mtafanya uchaguzi mwaka huu. Mkianza kufanya uchaguzi mwaka huu, mtasubiri na mzunguko uendelee mbele mpaka miaka 5, mwezi wa 10 wa mwaka wa 5. Ndio majira yaliyoamriwa tena kuwapo na mabadiliko. Na haujui muasisi wako mara ya kwanza anaweka katiba alifanya kitu gani. Wewe unafikiri chochote mwilini kwamba uchaguzi unafanya mwezi wa 10. No. Watu wana washauri wa kiroho kabla hajafanya maamuzi. Rais wa nchi yote ana mshauri wa kiroho. Anaweza kuwa ni mshauri wa kiroho mzuri au anaweza kuwa mshauri wa kiroho mbaya kulingana na kiti alichokalia, kulingana na madhabahu aliyoikalia, kulingana na madhabahu inayomsaidia. Akiwa anasaidiwa na madhabahu ya giza, atakuwa na mshauri wa madhabahu ile ya giza. Akiwa amekalia kiti kile kwa sababu ya madhabahu ya Mungu, atakuwa na washauri wa kimungu. Maana yake ni kwamba nikikalia kiti kwa njia ya kishirikina, miaka 5 inayofuatia baada ya hapo, Watanzania wote watakuwa subjected kwenye makubaliano yangu mimi niliyokubaliana na madhabahu ili nipatie kiti. Today we are confronting the altars of the nation. Tunazipiga madhabahu za nchi. Kwani tunaamua kupiga leo? Tunazipiga kwa sababu ni majira. Ni majira. Sasa hivi kila mtu kwenye ulimwengu wao wanatoa masadaka kibao. Sasa hivi wabunge wa madiwani hawa wanafanya, wasiokuwa wabunge na madiwani wanashirikiana na diwani anayekuja mtarajiwa. Yaani wanajua kabisa huyu anashinda udiwani, huyu anashinda ubunge. So wanachokifanya, badala wanajua wao hawatakalia udiwani au ubunge, wanashirikiana naye kwa kumpatia sababu, kwa kumsupport kampeni. Hapa support kampeni, wanasupport madhabahu ili akikaa kwenye kiti tu awatendee mema. Wafalme wametoa sadaka, ulimwengu wameamka, makuhani wamenyamaza kimya. Wanasubiria baada ya kwa wametawaliwa waanze jamani, tunadai haki yetu. Nisili kwa makini. Haleluya. Amen. Mkiamua kwenda barabarani kudai haki yenu, pale barabarani kuna madhabahu inatega, sikilizani. Muda wakati mnasema tunaandamana. Kuna mtu amekaa standby, anakwenda kwa mganga wake, sikiliza. Wanaandamana mkutale fulani. Wakiingia barabarani tu, tuangusha watu 5, kupiga watu 5, wafe 5. So mnaingia barabarani, mnasema bora watu 5 wafe ili angalau watu wengine waokoke. Mnaingia barabarani, tunadai haki yetu. Ghafla bado kimbia kuna kule, mtu mmoja anapigwa, anakufa. Anapigwa sasa, anakufa. Damu inamwagika kipindi ambacho lango la kitaifa limefunguka. Madhabahu inachukua ile damu. Subiria lango kama hilo uchaguzi ujao tena. Itakuwa ni hivyo kwa sababu kipindi ambacho nyinyi mlifikiri mnaandamana, kumbe kuna mtu mwingine amekuwa na akili, anafikiria lile kwenye kale kama muda ambako mnaandamana, anataka achukue sadaka zake in the name of maandamano. Kama ambavyo mtu anachukua sadaka in the name of ajali ya barabarani, kuna mtu anachukua sadaka. Ndivyo hivyo kwenye maandamano na mnataka kuandamana. Hivyo kuna sadaka itachukuliwa. Kama kilio chenu hakijaanzia rohoni, kinaanzia tu kwenye kutembea barabarani, niamini mimi mengine yanatengenezwa na ibilisi mwenyewe. Ibilisi anakwambia ili tuchukue sadaka ya kueleweka inabidi watu waingie barabarani. Ni kama wana oppose, jamani tunadai haki. Ni kama wanadai haki, lakini kumbe pale kuna structure imetengenezwa ya kiroho ili kuchukua mzigo sadaka nyingi, damu chwa. Maana wanajua ukipindua treni wewe watakushtukia. Ukipindua wewe magari watakushtukia. Tunafanyaje? Wapatie lugha moja, wapatie lugha ya maandamano, waingie barabarani. Wakiwa wanaandamana pale sisi tutainua mizimu yetu, tutainua miungu yetu, itakuwa wapiga watu risasi 5 watakufa. Wakifa sadaka tumechukua. Madhabahu zinakuwa na nguvu.
Hallelujah. Amen. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Amen. Usiwe victim wa miungu mingine kwa jina la Yesu. Amen. Mtawala wako asiwaingize watu katika utumwa na ukaingia kwa jina la Yesu. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Umaskini wa kata yako sio wa kwako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Kama diwani ameleta mganga ili apate udiwani, wewe haitakudhuru kwa jina la Yesu. Amen.